Angemaliza kwanza matatizo kwenye klabu yake, angehakikisha, kwa sababu yeye ni kiongozi wa mpira na sifa ya kwanza klabu kuwa na uwanja wa mazoezi. Yeye ni rais wa Yanga. Afu ni nani anachogani FIFA? FIFA kule yeye ni mjumbe. Anaongozaje, anakuwaje mjumbe afu timu yake anaongoza haina uwanja wa mazoezi? Alafu anaisemea timu ya watu kwamba ina matatizo. Hivi unanielewa vizuri? Yeye anazungumzia masuala ya uongozi pale. Yaani unapataje nguvu ya kwenda kuizungumza vibaya timu ya watu, kwenda kutoa madhaifu ya timu ya watu wakati una madhaifu kwenye klabu yako? Kigezo namba moja au tutasema sheria namba moja, klabu kuwa na uwanja wa mazoezi. Yanga wanao. Yes, rais yule. Lakini huko kwenye process ya kujenga. Process ya nini? Ndio angeenda kuzungumza kwanza. Angesema timu yangu haina uwanja wa mazoezi. Umeelewa vizuri? Kuna baadhi ya wachezaji wanadai mishahara. Timu ambayo inaongoza kushtakiwa CAF kudaiwa mishahara na wachezaji Yanga. Timu ambayo inaongozwa kwa kipindi hiki kushtakiwa na wachezaji wanaachwa bila kulipwa hela zao Yanga. Mpaka nataka kufungiwa kusajili. Alafu nenda unaizungumza Simba eti Simba ina matatizo. Matatizo yetu tuachie sisi wenyewe, tunajua kuyakabili. Wenyewe tunajuana wenyewe kwa wenyewe. Kwamba hili tatizo la kwenu libaki kwenu. Watuachie sisi, hatujamuomba mtu atusaidie, hatujamwandikia barua mtu. Kwa sababu tutambui vyo vyao, sasa tuvijui. Kwanza yeye ni mwenyekiti wa ACA wa vilabu Afrika. Sisi hatujui. Na hiyo barua ni miongoni mwa klabu yake. Hatujaitoa sio barua. Mpaka sasa hamna barua. Hatuna na hatujaambiwa, na iko cheo si kama kipo. Sasa mwenyekiti wa ACA hatujui na si kama kipo iko cheo. Ni vizuri kazungumze kwanza matatizo. Bana, mimi klabu yangu kuna 1 2 3 4. Umeelewa vizuri? Walimlagai kocha hapa. Atakuja kwa kocha mkuu. Matokeo yake yule kocha wamekuja kumweka kocha namba 3. Kocha kalalamika sana, matatizo. Kumbe hizo lawama za kocha zipo. Na hazijazungumzwa. Wachezaji wanaachwa wanaondoka, amalizie hela zao, wanashtakiwa kila siku. Wanakuja wanahangaika na Simba. Sisi Simba tuachie sisi wenyewe. Tunajua tufanye nini, tupitie wapi, tutoke wapi. Tunajua. Wala hatuhitaji msaada. Kwa sababu Simba na Yanga hakuna kiongozi, hakuna shabiki, hakuna mwanachama akaitakia mema Yanga au akaitakia mema Simba. Lakini yeye ametumia ile nafasi yake. Nisikilize. Ili Yanga ifanye vizuri, lazima Simba afanye vibaya. Sasa kama unaombea Simba afanye vibaya, afu wewe uionee huruma Simba. Amechukua ile nafasi ya mwenyekiti. Yule ni mwenyekiti, rais wa Yanga. Ili Yanga ifanye vizuri, lazima Simba ifanye vibaya. Simba anapofanya vibaya, furaha kwao. Eti leo furaha yao itaenda ukashtakie. Vitu vingine tuache kuongea. Usije kujionyesha kama kuna unafiki wa hadharani mbele za watu. Unataka kusema Ndala yule ni unafiki? Sasa hebu tutumie ile elimu. Ili yani tujue tsunami na labda kuongea vibaya, tutumie elimu. Simba na Yanga sio wanatakiana mema. Hapa. Ili Simba ifanye vizuri, lazima Yanga haribu. Yaani inamaanisha sisi Yanga ikaribu kwetu sisi furaha. Sio sisi tu, hadi viongozi wote. Inamaanisha Yanga ili afanye vizuri lazima Simba afanye vibaya. Inamaanisha sisi tukifanya vibaya furaha hadi kwa viongozi wa Yanga. Alafu leo hii tuende useme tunaonea huruma Simba, si uisaidie. Simba uisaidie. Simba ameona mpo kwenye wakati mgumu sana. Simba haitusaidie yeye, sisi hatusaidie, yani Yanga tuisaidie Simba. Kwa hamtaki msaidiwe. Sisi Simba hatuna shida. Sisi Simba tuna mpishano wa mawazo. Mwambieni GSM, mwambieni engineer, Simba hawana shida kifedha, Simba hana ukata pesa, Simba hawana shida mishahara. Shida ya Simba ni mpishano wa mawazo. Kumbe sio mfumo, ila ni mpishano tu wa mawazo. Simba shida yake ni mpishano wa mawazo. Huyu kaongea hili, yule kazungumza lile, yule ndio kitu pekee Simba. Simba haina shida ukata wa pesa. Na ndio klabu iliyosajili kwa thamani kubwa kuliko klabu yote Tanzania. Sisi kipindi tunafanya vizuri au wanafanya vibaya, thamani yake kwa sababu kama kwetu sisi labda kurudisha nyuma. Kipindi Simba anachukua bingwa mara 4 mfululizo, Yanga ilikuwa hawana thamani yoyote, kwa hawezi kusajili hata mchezaji wa milioni 100 kwa hawezi. Sisi huu msimu wa 4 tunachukua ubingwa, lakini tunasajili wachezaji wenye thamani kuliko wao. Hivyo umeelewa? Moja na kutokuwa hamchukui ubingwa ila mnatumia pesa nyingi kwenye Narudia.
Kipindi Simba tunachukua bingwa misimu minne, Yanga alikuwa hana uwezo wa kumsaidia hata mchezaji milioni 100. Yanga alikuwa hana uwezo kwenda hata makundi shirikisho. Lakini kipindi sisi tunafanya vibaya hivi ligi kuu, ndio timu inaongoza kusajili wachezaji wenye thamani kubwa, na ndio klabu yenye hela nyingi, na ndio tunacheza mpaka robo finali klabu. Umeona different hiyo? Sio za kimifumo wala sio fair. Shida Simba ni mpishano wa mawazo. Huyu anaongea hili, huyu anaongea hili. Ndio shida ya Simba pekee. Wenyewe tukiamua wenyewe tukae, viongozi kama wakao ongea lugha moja, Simba hakuna shida. Narudi pale kwenye ile fomu yake. Huo ndio mfumo mzima wa Simba. Sawa, na habari moja ambayo tumeiona kwa sasa tunaizungumza ni hii issue ya jasusi ambayo imesababisha mambo mengi sana kuweza kutokea. Simba mle, yani ndani ya Simba hakuna jasusi wa Yanga. Yaani ndani ya Simba hakuna jasusi wa Yanga ambaye alikamwa na tambara. Nisikilize, Simba hakuna jasusi wa Yanga. Lakini alikamwa yeye anadai ana mtu wake kule, ndio anayempenyezea hizo taarifa. Unamjua Mkomwa? Namjua. Mkomwa anatoaga habari za Simba kabla mtu wote kuipata. Mkomwa anatoaga habari za Yanga kabla mtu wote kupata. Kwa hiyo Mkomwa ana jasusi Yanga. Mkomwa ana jasusi Simba. Alikamwe ni Mr. Reporter. Alikamwe Mr. Reporter, nisikilize. Wewe nisikize mimi. Nakusikiliza. Alikamwe Mr. Reporter. Ana jasusi. Unataka kusema Alikamwe ni kama Naslim Mkomwa tu kwenye kuripoti taarifa. Ni Mkomwa. Yaani Mkomwa remix yake. Hata tukasema Mkomwa Pro Max ndio Alikamwe. Mr. Reporter. Sio kwamba kuna jasusi. Hakuna jasusi wapi. Simba na Yanga hazina vifua za kutunza vitu. Sisi wenyewe habari za Yanga tunazo zote. Kwamba unataka kutuambia na faili la Yanga nyinyi mnao? Ndio mpira Tanzania upo hivyo. Mpira Tanzania una kifua cha kuhifadhi vitu. Habari za Yanga sisi tunazo na habari za Simba Yanga wanazo. Ila sisi hatutaki kuropoka habari zao, tutagombanisha. Sisi tuna huruma. Simba sisi tunaonea huruma, Yanga sisi tuna huruma. Kwa hiyo ategwa hapa habari zao tutagombanisha. Tukiongea hapa atakwakae mtu. Tuanze kuchambua kwenye influencer, ama tuanze kuchambua madudu yanayoendelea ndani ya influencer, matamaa yanayoendelea, tukaanza kuchambua kai mtu Yanga pale. Watu wanapopiga KO mle ndani, mizigo inaingia, sijui mavazamina watu wae peleka huko, anapigana juu kwa juu, anapigana mapanga, tukiongea akai mtu. Kumbe kuna nyingi sana ambazo nyinyi mmetulia nazo. Sisi tuna huruma na Yanga, tunaonea huruma. Sisi tunaonea huruma. Nyinyi mnaipenda Yanga. Tunaonea huruma. Tuna huruma nao. Lakini ushasema Mandala nyinyi mnapenda kuona wao akiteseka. No, huruma, kuna muda kuna huruma unakujia. Ndio maana nimekwambia Alikamwe ni Mr. Reporter, ni Mkomwa Pro Max. Ndio maana nimekwambia Mkomwa anatoa taarifa za Simba kabla mtu wote kujua. Anatoa taarifa za Yanga kabla mtu wote kujua. Je, ana mashushushu yule? Mr. Reporter. Kwa hiyo Alikamwe anapata taarifa kama Mr. Reporter. Kama Nasibu Mkomwa tu anavyozipata naenda anapata hivyo hivyo. Ndio Alikamwe. Nyinyi mjui vijana mapagawa. Kumbe hii hata hii dua nyinyi mnayosoma kumbe sio kwa sababu ya jasusi, ni kwa sababu huyo muhusu. Ipo watu inawalenga. Yaani Alikamwe. Yeye mwenyewe Alikamwe anajua kama muhusu yeye, kwani hajui. Angecheka yule. Ingekuwa yeye angekuwa na jasusi angefurahi yule. Wewe unajua ubadili wewe. Hivi Alikamwe angekuwa na jasusi, sisi tumetangaza ubadili, angecheka yule. Angetuomba msamaha wote. Ila anajua akimkuti kitu ana jasusi, ana chochote. Ana wasiwasi ndio anacheka. Hizo skodi zina hapa vijana. Sawa, lakini tumeona pia leo ameposti post yake na kile kipicha ambacho kinawakela, kaandika pale ametoa kama taarifa ambazo wao wanasema kwamba ni za kiripota, lakini yeye anasema anazipata kwa jasusi, kwamba nyinyi ma-influencer wa Simba hamna umoja. Kwa kuna namna inakuwa ni rahisi sana kuweza kushambuliwa na viongozi kutoka juu. Nimesemaje? Anachozungumza Alikamwe inawezekana ikawa ni kweli, kwa sababu si Mr. Reporter. Si mpira Tanzania una kifua. Yaani sisi mpira wetu una kifua. Kwa nini tukisema ni sawa? Ni sawa, mwache ndio hata akiongea kinatokea, kwa sababu ni Mr. Reporter. Masudi Mkomwa, Sudi Mkomwa Pro Max. Sawa, na tumeona kuna tetesi sasa hizi za usajili kuelekea hili dirisha dogo. Kuna mchezaji mmoja wa Simba ameonekewa kupostiwa sana na wachambuzi wengi na wakidai kwamba
kuna taarifa nzito kuelekea ile dirisha dogo, si mwingine ni Morris Abraham, kwamba kuna tetesi kama vile ndugu zenu wanataka kuondoka naye. Waje wavunje mkataba, ana mkataba miaka 2. Kumbe ana mkataba? Waje mezani, waje. Wanakuja waje na pesa. Waje. Kwani mchezaji anacheza timu yoyote? Utawapangia? Waje. Sisi tukahisi labda ndio hiyo wanaosema miezi 6. Mpanzo msimu uliopita. Wakaja mezani sio wamedunda. Waje, Morris yupo. Mdogo tu hao waje, Morris yupo. Wakiweka hela mnamtoa. Kama hela tunaitaka sisi wakifika kwa sababu walikuja hapa Man City. Wakamtaka Morris Abraham. Man City huyu Pep Guardiola. Walikuja Man City. Wakamtaka Morris Abraham. Tukawapa dau kwamba atupe Haaland na bilioni 3 ndio tuwape. Sasa na wao kama wanaweza waje. Sio ana mchezaji gani wa kumzidi Haaland na bilioni 3 juu. Man City walikuja lini Wanda? Huwezi kujua. Waje. Sasa nataka Morris Abraham. Na hapa kodi. Walikuja kabla wao Man City walimtaka Morris. Tukawapa thamani. Mtupe yule Haaland na bilioni hizo 3 ndio tuwape. Sasa je, wana mchezaji design Haaland Yanga. Kwa hiyo akitupa Pacome watugee na bilioni 15. Yaani hiyo kama wanamtaka Morris, watugee Pacome na bilioni 15. Milioni 15. B 10 B, sio mi, B 15. Ndio hapo Morris Abraham ataondoka. Kwa sababu ukilinganisha kiwango cha Pacome na Haaland, mbingu na ardhi. Kama tunaambia Man City watugee Haaland na bilioni 3. Sasa wao wakitaka Morris tu thamani watupe Pacome na bilioni 15. Waje mezani. Wanataka kutuambia kwenye thamani ya Morris na Pacome. Yupi yuko bora? Rekodi iliyotengenezwa mpaka sasa hivi mchezaji mdogo duniani sio Afrika na mwenye uwezo mkubwa na mchezaji kutoka msimu uanze wa mipira dunia nzima. Mchezaji aliyokimbia kilomita nyingi ni Morris Abraham. Mpaka sasa hivi kakimbia kilomita 17.9. Kilomita 17.9. Hizo amekimbia tu uwanjani. Hizo amekimbia uwanjani kuunganisha akimbia hivi. Kwa hiyo kama unaunganisha hapa anaenda hadi Marekani anavuka na anatokea huko.